ulikuwa mjengo mkubwa sana. Unasababisha hiyo nyumba ibomoke ni mvua na watoto wadogo wadogo kuja kutetezea hapa haya mazingira. Unaonekana ni mjengo kabisa. Yeah. Lakini ulivyoniambia kwamba unakuja kufanya maendeleo hapa kwenye kijiji chetu wewe na mdogo wako, sidhani kama mtaweza. Ya, sawa Priska. Najua unanipenda. Na inawezekana tofauti na mimi una wapenzi wengine. Ila kabla sijafanya maamuzi yangu ya kukuoa, ningetaka nifahamu kitu kimoja. Kweli unaamini tofauti na mimi hakuna mwanaume mwingine ambaye unapendana naye? Yaani hivi mimi ninavyokuambia ni kweli. Mimi sidhani kama hapa kijijini kuna mtu ambaye nampenda kama ninavyokupenda wewe. Na sio kumpenda tu, mpaka mahusiano. Mimi sina mahusiano na mtu mwingine zaidi yako. Yaani hapa ambao unaamini. Kwa tofauti na Mbavu, kwa Priska kuna mwanaume mwingine. Yaani mimi ni wewe na wewe ni mimi. Ya, na Mbavu ni mimi, na Mbavu ni Priska. Okay. Fresh sana. Okay, nashukuru. Hivi labda nikuulize swali lingine. Ndoto yako kubwa ya wewe kupendana na mimi, ya ni ipi? Labda hapo ungenielezea kabla sijajua na kufanya mambo mengine hapo baadaye. Yaani mimi nataka unioe. Kukuoa tu? Inajalishi una maisha gani, una shida gani, mimi nataka tu unioe. Sijui unaniahidi kama utanioa baby. Ni kuahidi kwamba nitakuoa. Sio ongea mimi kama kwa kutasika hivi. Mimi nakuahidi kwamba nitakuoa. Kweli? Kweli. Una uhakika? Mapema sana. Baby sio usiniangushe. Hiyo imeisha. Kweli kabisa? Mapema sana. Baby. Mimi nitakuoa. Labda changamoto itokee kwako sasa. Mimi sina uhakika kama changamoto inaweza kututenganisha. Hivi unaamini labda mzee pale nyumbani aweze akasumbua mimi kukuoa? Sina uhakika, ila sinaolewa mimi. Kwa sababu mzee wako mtata. Achana naye bwana. Hebu tuseme ukweli kama unanipenda kweli. Sasa mimi nitakuoa. Kweli? Afu ndani ya wiki mbili hapa itakuwa kila kitu kimeshakaa vizuri, nitakuwa nawe ndani. Baby, wow. Hivyo basi wazee wa kijiji hichi Kabondozi hapa wanataka kufanya miradi mikubwa sana. Vijana wa kijiji hichi wanataka kufanya miradi lakini walishindwa. Na walikoelekea kujulikana. So, nataka kuepushia. Nataka kufanya kitu hapa kwenye kijiji hichi kwa makini. Kwa makini. Kwa sababu ninavyowaona nyinyi watoto wadogo sana, wewe na mdogo wako, sidhani kama mtaweza. Na hasa pia vitu mnavyotaka kuvifanya ni vitu vikubwa sana. Nasema nataka kujenga shule, nataka kujenga hospital. Wewe kama rafiki yangu nakushauria. Poa, la kwanza mimi nitakuondoa hofu ndugu yangu. Na pia shukrani sana kwa kuweza kunipa njia na kuweza kunipanua zaidi kwa ajili ya huu mji wa Kabondozi. Ni vizuri. La kwanza ni mwenyeji hapa. Ndio. La kwanza mimi nakwambia hapa sisi tuna miradi mikubwa ambayo tunatakiwa tuifanye. Sasa hivi nina budget ya trekta karibia 4 ambazo zipo kwenye budget, tunapangilia ziweze kuingia hapa kwa sababu ya kuja kuweka mashamba, yani mpango wa kilimo kwa sababu ya kuweza kusaidia wananchi. Vile vile kama gisi nilivyokuambia tunapangilia kuweka hospital, shule, watoto wasome. Na jambo la pili mimi napenda niweze kushirikiana na vijana kama nini, na pia nakupa siri hizi zote kutokana na wewe ni mtu ambaye la kwanza tumeshaaminiana, na pia wewe ndio umetupokea vizuri hapa. Nilikuwa napenda niweze kupata hata vijana wengi, hata zaidi ya 10 waliokuwa kama wewe umri wako, sababu mimi sipendi kushirikiana na wazee. Unajua tena utata. Mimi jambo ambalo naweza nikaliangalia sana ni hilo jambo la kusema kwamba nikae makini. Jambo la heri sana. Ndugu yangu, nitakwambia kwamba sisi sio wingi wa maneno, sisi ni wengi wa vitendo. La kwanza ondoa hofu kakaangu. Sawa, mimi sina shida. Ndio.
vile nimekuambia ni vizuri. Mara itakalotokea usinilaumu. Maana tayari nimeshakwambia ukweli wote wa kijiji hichi. Niamini mimi. Haina shida. Sawa. Bwana vipi? Poa, Filipo. Inakuaje? Ni fresh. Unaelekea wapi? Naenda kuonyesha mwanangu, unajua tena kwenye harakati za kila siku. Ndio sasa. Subiri na maagizo na wiki. Muda huu au baadaye? Muda huu. Sasa nilikuwa na wewe sehemu hapa mwanangu. Hamna, dakika 0 tu. Basi ina shida kama dakika 0. Bwana. Jana nilikuona ukiwa na Priska. Sasa nataka unijuze wewe na Priska mna mahusiano gani? Priska? Ndio. Hebu nikuombe kwanza samahani kwa kutokuambia mapema sana. Yule Priska ni shemeji yako. Yule ni wife to be. Alafu leo nilikuwa nataka nikutafute mida jioni uniskoti tuende tukamsaki Priska kwa sababu nilikuwa na maongezi naye muhimu leo. Mwanangu. Ni vizuri kwa kunijuza hivyo ila cha kushauri mwanangu achana na Priska. Sasa mimi mzee wangu, ujio wangu hapa ni kwamba mimi nina jambo. Hapo. Yaani kabla ya wewe kuzungumza jambo lako, hata mimi pia nina la kwako. Hivi Sungura, wewe Sungura, unaamua kuishi katika hali ya ujanja kama jina lako? Ina maana wewe leo ni wakunificha mimi mambo yako? Nimekuona kwa macho yangu mawili. Nimeshuhudia kabisa katika kupita yangu, nikakuona unazungumza na kijana fulani hivi. Hapo mzee wangu. Hicho kilinileta hapa. Sasa mzee wangu ni hivi. Ule kijana nilikuwa naongea naye pale. Ule kijana amekuja kwenye kijiji hichi wako wawili, wako na mdogo wake. Na ujio wao hapa wanataka kufanya maendeleo hapa kwenye kijiji chetu hichi hapa. Maendeleo hayo wanasema kwamba watajenga shule, watajenga hospital. Na wanataka watasema ligi makubwa. Kwamba atakayekuwa mshindi wa kwanza atapata ng'ombe. Na wakati sisi tunatazama ligi zetu hapa, mshindi wa kwanza anapata kuku. Hivi itakuwaje? Tutaonekanaje kwenye kijiji hichi? Hebu ngoja. Achane na Priska. Kwa lipi labda? Sasa Priska, labda tu nikwambie kifupi, Priska ni mchawi. Priska ni mchawi. Sitaki kuamini. Yaani wewe niamini mimi, maana mimi nawajua vizuri. Yeye na baba yake yani ni wachawi. Labda kwa ushahidi gani? Hapo kwa ushahidi mimi siwezi nikakuonesha ushahidi wote ule, maana vitu vya uchawi kupata ushahidi ni vigumu, lakini mimi namjua Priska vizuri. Priska ni mchawi. Mwanangu, una uhakika? Sio maneno ya watu au maneno ya kuambiwa? Uhakika kweli, yani yule Priska ni mchawi. Yani usije ukafikiria eti labda mimi nataka nikutenganishe na Priska au vipi. Hamna, mimi nakwambia kiukweli, maana mimi siwezi nikataka kuona wewe ukiharibikiwa, maana wewe ni rafiki yangu, ushaona? Ukweli? Priska ni mchawi mwanangu, acha. Priska na upiskali yote ule. Anatolea uchawi wapi? Mwanangu, yani wewe usiangalie eti Sauni Piskali eti aweza akawa mchawi, hapana. Ule Priska ni mchawi. Labda mimi niseme shukrani sana na asante kwa kunipa taarifa mapema sana. Nitalitendea kazi. Alafu nitakwambia. Poa, sio mbaya. Shukrani sana baba. Poa, mimi naelekea kwa Maza hivi. Sasa ule mpango wa kuniskoti baadaye tuahirishe kwanza. Poa, sio mbaya. Sio mbaya. Poa. Nilivyokufuata vizuri inaonesha wazi kabisa kwamba hujafikiana nao. Ni kweli? Na hilo ndo jambo la heri. Unajua, mimi mwenyewe wakati nilivyokuona nilishangaa sana. Nikasema huyu Sungura kaanza lini jambo kama hili? Kunificha mimi, kufanya mambo yake bila kunihusisha kwa lolote.
Nilivyopita pita pale nikawaona mnazungumza na kijana fulani, yule kijana niliona kabisa mambo yenu yote, mazungumzo yenu yote. Ilionekana kabisa mlikuwa mnazungumzia point. Kweli. Nikaumia. Sasa cha kusema mimi kwa upande wangu sipo tayari. Na siwezi hata saa moja kwa support. Maana ni kama dharau. Ni kama kutoaibisha. Inakuwaje watu hapa wageni? Unajua huu hapa ni mji wa mababu zetu. Huu mji wa Kabondozi. Yaani ile mboka kama shooloi. Hicho ni kweli. Sasa inakuwaje mtu anatoka huko na huko tena vijana eti kwamba waje hapa wajenge hospital, wajenge kama nini ulivyosema shule, alafu pia wafanyishe ligi, mshindi wa kwanza achukue ng'ombe mzima. Ng'ombe mzee wangu. Bana. Hilo jambo linawahi kutokea hapa. Halijawahi hata siku moja kutokea hapa katika kijiji chetu. Hilo ni kama kutudharau sisi wazee. Na sisi hatuwezi tukakubali dharau za watoto wadogo kama wale. Sasa mimi mzee wangu, kilichopo ni kwamba kila jambo watakaloniambia nitakushirikisha. Hapo utakuwa umeua. Hapo utakuwa umefanya vizuri kabisa. Mimi siwezi kubaliana nao. Ndio. Kamwe kabisa. Yaani kwa jambo lolote ambalo mtakalolifanya jaribu kunishirikisha. Lakini mimi siwezi kubaliana mambo yao, na cha kufanya mimi na wewe tuhakikishe au watu wasifanikiwe katika mambo yao. Mambo yao yote ambao watapanga sisi tuwafelishe. Tujue kabisa kwamba hawa vijana hawatakiwi wafaulu katika mambo yao yote. Kamwe. Tufanye miradi yetu, tufanye mambo yetu, tuwastopishe wasifaulu kwa chochote. Fanya mengi kwetu, asante kwa yote, maana mimi wenye moyo mkuu. Ya Rabbi moyo. Rizka. Dawa yenyewe hii. Nakuomba haya maji uyatumie bila kupumua. Sawa? Yaani kunywa mpaka umemaliza yote. Sawa? Ukiamaliza ndo naweka kikombe chini. Sawa? Baba. Lakini bado natengeneza mboga ningetumia baadaye. Na hapo ndio pana matatizo yako mwanangu. Priska, kuna umuhimu wa dawa na kuna muda ambao dawa inatakiwa itumiwe ili ifanye kazi. Odi? Karibu. Basi. Salama. Mzima? Yeah. Mimi nakuja kutafuta mtu ambaye anaitwa Mbavu. Nimemkuta? Mbavu? Kwani kuna tatizo? Hamna shida, bali kuna mwongezi fulani ambaye nakuja kuongea naye. Nahisi umemkuta. Nimemkuta. Basi nitie naye. Ndo mimi hapa. Oh, ndo wewe? Ya, ndo mimi. Sawa, kama ndo wewe, mimi na maongezi mengi sana ambayo nataka kuongea na wewe. Okay. Labda subiri kidogo nikakuletea kiti. Usichukue kiti. Maana huenda maongezi ambayo mimi naongea na wewe huenda nikafanikisha au nikakosa. Haya. Natakiwa niongee tu hapa kama vipi, nijue kisi gani nitakavyoenda. Ndio. Sawa kaka, kama ndo Mbavu, sababu amekuja kutafuta ni nini? Nakuja kutafutia uwanja. Ningemaliza tu kwanza, baadaye ndo nakunywa. Kuna vitu ambavyo ni muhimu. Kuna muda ambao ni muda muhimu. Sawa? Unatumia maji hayo, hiyo ni dawa. Unaitumia unamaliza. Hebu chukua utumie. Baba, nini baba? Baba. Hey!
Priska, umefanya nini? Mimi sijafanya kitu. Mbona haya ni maji, haya ni maji ya kunywa kabisa, unaonekana maji ya kunywa haya. Hey! Ha! Nini? Baba mimi sijui, umenipa wewe. Hey. Uwanja? Yes. Basi karibu. Uwanja. Ndiyo, mimi nina uwanja. Kama ni uwanja hapa umepata. Nimeupata? Uwanja hapo umeupata. Na uwanja wangu nimeweka sokoni muda mrefu sana, sijapata mteja. Changamoto? Changamoto gani? Hey! Baba, lakini si ningenywa tu.